Na huyu ndio yule mgeni nilikwambia nimetoka kumpokea. Sasa hivi boss. salama bwana. Kwema? Kwema za hapa. Safi, karibu sana. Asante sana. Vipi za kijijini? Uko mzuri tu. Unajua nini huko kijijini? Uko bwana na wanyima mpunga labda na matunda tu mbalimbali. Haja bwana kidogo kutotea jamani. Usiwaje tena haraka ndugu yangu. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Jisikie uko nyumbani. Asante sana. Kuwa be free, niseme wazungu. Sawa, asante sana. Nashukuru. Mke wangu. Mchukue mgeni. Mpeleke chumbani. Akamwonyeshe chumba cha achorala. Na kama unavyojua katoka kijijini, uchovu wa safari na nini, umekina maji ya kuoga. Sawa. Mchukue mpeleke mke wangu. Asante sana. Karibu sana. Shukrani. Asante. Naona upo kwenye usafi mwenyewe. Nipo kwenye usafi. Nyumbani hapa kwema? Sijui wewe kutoka. Alhamdulillah, mambo yanaenda sawa. Sasa Shem, samahani. Mimi nina matatizo. Matatizo? Matatizo gani tena shemeji yangu? Hizi siku 2-3 hujamuona rafiki yako? Dhahiri. Hapana. Mimi nilisafiri. Yaani ndio kwanza hivi leo nimetia mguu na zurura kiguna njia mtaani. Rafiki yako ana siku ya 3 hajarudi nyumbani. Na simu zake napiga hazipatikani. Siku 3 shemeji, upo tu umetulia, yani huna habari. Sasa shemeji yangu umechukua hatua gani? Sijachukua hatua yoyote. Ndio nilikuwa nataka nije nyumbani kwako kuja kukuulizia, bahati nzuri ndio nimekuona hapo. Yaani shemeji unamzaa wewe. Yaani mtu nyumbani kwako unaishi naye, pika pakua kitanda kimoja. Siku 3 hajaonekana nyumbani. Umetulia tu mwenyewe, huna habari. Hata sijui nifanyeje shemeji. Naomba unipe ushauri. Sasa hapo cha kufanya, acha niende ninakokwenda. Nikirudi tujue kama tunaanza kwenda kuambia ndugu zake au twende polisi. Yaani vyovyote vile ambavyo msaada utakuwa unafaa tutafanya. Maana hilo tatizo. Basi sawa shemeji yangu, nakutegemea. Wala usijali. Sasa ondoa shaka, acha pressure. Narudi hapa. Haya sawa Shem. Haya. Kaka kutulia, usiwe na wasiwasi. Haya Shem. Brother. Sawa kama kawaida. Wakati bwana shughuli nipange ndio. Siku leo umepiga simu yako mara kadhaa. Patikana. Kengi kupigia simu patikana. Kengi je kupigia simu patikana. Nikajiuliza kuna shida gani na patikana. Kweli ndugu yangu, leo tangu asubuhi simu yangu ilikuwa inashika. Nikaiwaisha kwa fundi. Hivi hapo unapoona mguune na kupata simu yangu. Ili ni tena. Sababu yule mama anipigia simu. Ndio mama kule bondeni kule? Amenipigia simu kuhusu kazi yake. Sasa nitaka kupigia simu wewe. Mara kadhaa upatikani. Kwa hiyo labda mwaji, maana hata sikumwekea maanani ile. Kumbe uko serious? Kwa hiyo mimi na kazi kafanyike. So mama kanisitizia sana
kuhusu kazi yake, na ndio maana ukaniona mimi nimetoa ngojera zangu kuja huku kwako, lakini nashukuru Mungu nikutana naye njiani. Basi hamna shida, acha tukafanye kazi. Mimi mwenyewe ni mtu wa kazi na sina kazi, kwa nini nisifanye kazi? Sawa, kingine sije kasahau, pale mbona kuna mgeni amekuja, Kwa kiume naume bwana, ushaanza mambo yako sasa. Sasa nachokiomba yule tumchukue kwenye hiyo kazi akafanye kuliko kapa nyumbani. labda nikumbe kitu fulani. Kazi hii acha nikafanye, nifanye peke yangu nimalize, kwa sababu sijajua uzoefu wake wa kazi kama umeshawahi kufanya au hajawahi kufanya. Alafu baadaye kazi nyingine tunaweza tukaenda nayo. Basi sawa, mimi nimekuelewa, ila usije ukasahau, usije ukasahau Kipompuguru wala usiwaze pia, kama kawaida yako. Kwanza nikate cha kwako niweke pembeni, alafu kilichobaki ndio kichukue. Mesha. Basi nafanya hivyo ndugu yangu. Baridi kaka. Hapo. Shemeji vipi? Poa. Bibi shemeji. Safi. Naona ile? Nimetoka Msika kama unavyojua tuna mimi sipoi mkiguna njia hapa kuchi pana kuchi. Kwa hapo na mwai kuna mtu kanaimba hivyo nyumbani. Niambie shemeji. Nasema salama, mshukuru Mwenyezi Mungu. Naona upo na mgeni hapa. Nipo na mnamu wangu bwana. Unajua tena mtoka kijijini huko, si unajua tena. Sasa si unajua huko hapa juu namuonesha mitaa yaijue vizuri. Sima sijakapotea siku siku ndio ngaanza kumtafuta. Kumbe kutoka kijijini kabisa. Shemeji. Karibu kwenye kitaa chetu kama unavyokiona hivi, kitaa chetu kikubwa kama hichi. Mambo kwa ushahidi, tuko lele, hatuna baya shemeji. Kwa karibu sana, wakaribishwa. Asante sana. Kwa kweli. Sasa mashida shemeji yangu, mimi ngoja niwahi kama uko nyumbani kuna mtu ananisubiria. Sawa, haina shida. Hai. Sisi tupo around kama unajua tena. Nyumba na mnamu wangu hapa. Shemeji sawa, salimia shemeji. Hatari. Karibu shemeji. Za nyumbani. Mimi mzima namshukuru Mungu. Nipo hapa nimekumbuka shuleni leo na nikande. Sasa shemeji, mimi nimekuja kuhusu ile masuala tuliyoongea siku ile. Lile jambo lako. Nifanyia kazi ile ushauri nilikupa. Sijafanyia kazi. Nilikaa nikafikiria nikaona kile ulichokiwaza mara ya kwanza kilikuwa sahihi zaidi. Usiende polisi wala usiwaambie ndugu zake. Sababu gani sasa? Niona tuendelee kumtafuta taratibu. Au shemeji, kuna kitu ambacho unakijua? Hapana shemeji. Yale mawazo yako ya kwanza naamini yalikuwa sahihi zaidi. Kama tutafanya mambo kwa pupa inaweza ikawa shida zaidi. Kwa sababu kama utawaambia ndugu zake au polisi tutaanza kusumbuana hapa, mtu wake wa karibu nani, mara kwenda kutoa ushahidi, upelelezi. Ndugu zake sasa watakuwa wanakuja hai wakiamini kwamba labda mmegombana au kuna chochote kibaya kimetokea kati yenu. Sawa shemeji. Wewe ndo ashaka shemeji yangu. Wewe nenda
Mimi niache siku 3 hizi. Na yeye mimi nitakufanya. Alafu nikija kwako nitakuja na majibu yale pale. Sawa, shem. Niacha nini? Shemeji, karibu tena. Kama kuna lolote utanipigia hata simu. Sio lazima usumbuke uje. Mimi nikikuja tu. Naona kimya sana. Alafu mimi yule mume wangu. Mama nimeamua nije mwenyewe. Hapa nyuma ni bahatisha. Wasishindage nyumbani. Maana kama wewe unanitaarifu kabla. Basi sawa shem, acha mimi niende. Shemeji. Uwe na siku njema. Sawa. Karibu tena shemeji. Huyo anatafutia makubwa mimi. Tukifanya kazi kwa bwana Bokido siku zote hizi. Tunafanya ndugu wake. Kwa dunia ina mambo. Haya, mbona sile humu ndani mtuachaje chaje? Vipi? Hela ndogo. Hela ndogo itoshi. Sikilize mke wangu, sawa? Nenda kwa Mwajuma bwana, sawa? Kakope. Baba, nimechoka kila siku kwenda kukopa, nimechoka. Sasa unachokaje sasa? Hata kama shaka tajiri shida kwenda kama shaka tajiri. Umeona bwana? Wewe kopa pale ni yaani ifanye mvyo wewe mtu akike bwana jiongeze bwana. Mtu mwingine usema kwa namba mimi sio hela itoshi na nini? Jiongeze mtu akike bwana. Afu nimekumbuka. Umna mvipi? Masi jamona huko ndani. Tamkosa. Atapotea ujue. Wewe mtu mzima atapotea njia sijui vizuri ujue. Wewe haya. Wasikia. Fanya unavyoweza, kupa nyang'anya kama mazingira yako. Ndio tushike. Si umeelewa? Fanya hivyo mtakike. Naona umetoka dukani, umeenda kununua energy ukamkamia mshangazi. Unatumbulia macho ya nini? Unakomba hujui unachokimaanisha hapa? Naomba tuheshimiane. Na heshima ifuate mkondo wake. Si umenielewa? Unameleta kwa mkeo, sio kwangu mimi. Hiyo neno heshima uko ulipotoka, sio kwangu mimi. Sisi tunaelewana. Ngoja nikwambie kitu kimoja, sawa? Unayaona au kitu ambacho unachiona shi hapa na kisifike sehemu ya aina yoyote ile, si umenielewa? Sio kwa speed mimi, yaani hilo lishafika hapa kwangu alibanduki, sijui tunaelewana eh? Hichi kitu nikisikia sehemu ya aina yoyote eti baba ananitishia, yaani wewe unitishi kwa lolote, yaani umtami kama wa kwangu, alafu hakuna chochote unachonibabaisha, sijui tunaelewana? Wewe sio umewekwa ndani na kulogaliwa bure kwa mwanaume mwenzako ukaje basi ndio mwanaume ndio wewe. Baba, yaani picha kama linaanza. Na bado yaani ile swala liko hapa. Nitaliendelea kwa kila udi na uvumba. Cha speed. Wewe ni chokonoe tu. Ni chokonoe. Nitakuonyesha pumbavu wewe.